Sanduku la baba litakuwa na mali. Jamani, ndugu zangu, wanangu, majirani wote waliotukimbilia kwenye msiba wa kaka yangu, nawashukuru sana 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 kwa mapenzi yenu mema kuja kunizikia kaka yangu. Kwa kusema hayo machache, naomba kuanzia sasa watu tutawanyike, tukaendelea na shughuli zetu. Tarehe 6 mwezi wa 12 tunarudi kwenye 40. Tarehe 6 tutalalia, tarehe 7 tutalisha. Ni hayo tu ndugu zangu, nashukuru sana. Dada, mimi najua kabisa kaka hajafa kifo cha kupenda Mungu. Amekufa na nguvu zake kabisa. Anaonekana bado kabisa alikuwa anapenda watu. Lakini dada, binadamu sio watu. Mimi naona kabisa kuna watu wameingilia. Kuna watu wamefanya mchezo. Hapana mdogo wangu, siwe na imani hizo. Sasa sio muda kugombana, sasa ni muda kuomba Mwenyezi Mungu. Jua kabisa kaka kaacha watoto, kaacha familia. Tunaitekelezaaje hii familia ili ikae kwenye mstari mzuri? Tunafanyaje kaka yetu ili apokelewe kule vizuri? Sasa hizi muda kugombana. Wewe ni rafiki wa kaka wa karibu. Alafu wewe stosha ni mtaalamu. Kwa nini usituangalizie? Mimi akili yangu inanituma. Hapana, kuna mtu katuchezea mchezo. Kijana, huu sio muda wa kuzungumzia hayo mambo. Marehemu alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa moyo kwa muda mrefu sana. Na kazi ya Mungu haina makosa. Nikuondoe shaka, hakuna mtu anayehusika katika tukio hili. Marehemu alikuwa anaumwa. Ondoa imani za kishirikina. Sawa? Nashukuru sana. Najua alikuwa rafiki mkubwa sana wa kaka yangu. Kila namsihi sana mdogo wangu, na kusihi sana usiwe na imani potofu mdogo wangu. Kaka alikuwa anaumwa ugonjwa wa moyo toka muda mrefu. Sema tulijua kama masiara. Mimi naumia mdogo wangu, kaka kanifia mikononi jana, kanifia mwenyewe. Mimi naumia mdogo wangu. Jamani, marehemu alikuwa rafiki yangu sana. Na enzi ya uhai wake nilimpatia eka 5. Pindi tu atakapovuna mazao yake, mashamba yangu atanirudishia. Hivyo basi, hayo mashamba ninayatoa kama mchango katika familia. Na kwa vile marehemu alikuwa rafiki yangu, lolote litakalohusu hii familia, mimi nipo tayari kuwasaidia. Sawa rafiki yake baba. Tunashukuru kutugea mashamba eka 5. Na hisi mimi na kaka yangu yatatusaidia. Sawa. Jamani, sasa mimi ngoja niwaache. Na wateja wangu wananisubiria. Sanduku la baba litakuwa na mali. Sanduku hilo Sanduku la baba lina nini? Hili sanduku lina nini? Mbona limefungwa hivi? Na sijawahi kuliona. Halafu limefichwa kule. Acha! Sanduku la baba. Anti, mbona ni sanduku
sanduku linaonekana zuri tu. Kuna nini? Nimekwambia acha. Sanduku la baba limezua jambo. Sanduku la baba lizandua gabani. Kaka, mbona unaonekana una mawazo sana? Nimeshaliona lile sanduku. Umeshaliona? Ndiyo. Baba alikuwa na pesa nyingi sana, ila alikuwa ananificha enzi za uhai wake. Hauna lolote, hizo hadithi zako tu. Ama kweli wewe utakufa maskini na ukisubiri miujiza, lakini mimi siwezi kukubali. Lazima nilivunje, na leo nalivunja. Acha. Anta akija kujua, kaka atakasirika. Usivunje. Ni bora akasirike kuliko kufa maskini. Sanduku la baba limezua jambo. Sanduku la baba lizandua. Limezua jambo. Sanduku la baba lizandua. Kwa hiyo dada, baba alikuwa anamaanisha nini kuacha ujumbe na saa ya gold? Kaka, sijajua. Baba ante tokuwa anajua. Lakini ile ni mali, na nilikwambia. Mali yakati unaona sana ili karatasi. Labda huu ujumbe mzito. Saa hii ni ya gold. Tukienda kuuza kipande kimoja tu zaidi ya bilioni. Kwa tukienda kuuza hiyo, tunapata hela, tunaondokana na huu maskini. Faa, shangazi atakuwa anajua tumshirikishe. Musa, umefanya nini sasa? Shangazi, nimechukua kilicho changu. Nimechukua haki yangu. Kwa hiyo umeamua kuvunja agano la marehemu?
Shangazi, nini sasa? Baba, naomba unisamehe, nimekosa kijana. Marehemu alikuwa na siri ya kulinda familia yake, na sio pesa. Hii ni ahadi. Ni kweli, sisi familia tulizani kama kaka yetu kafa kiuchawi. Kumbe lilikuwa ni agano tu, na agano lenyewe lilikuwa la upendo kabisa. Baba alikuwa hataki watu wagombane. Agano lake alitaka tuishi kwa amani. Mzee Zuberi, tuliza roho yako mzee wangu. Sasa kila kitu kinaenda sawa, ila hili sanduku mimi nitaondoka nao. Na wewe kijana, punguza ubishi, tamaa mbaya. Una tamaa ya mafanikio. Fanya kazi kwa bidii na mafanikio utayaona. Mzee wako hakuwa na utajiri wowote. Na hisi sasa tutaishi kwa amani. Baba amesema tutaishi kwa amani tu.